Najisikia vizuri kuwa katika historia ya Twiga Stars ya kufuzu AFCON. Tumefuzu mara 2. Ya kwanza ilikuwa ni 2010, ya pili ndio hii hapa. Na hii ndio AFCON yangu ya kwanza kushiriki, so najisikia vizuri kuwa katika historia hiyo. Ya kitu kilichochangia mimi kufanya vizuri kwenye mashindano hayo ni kujiandaa vizuri. Nilijiandaa vizuri. Nilisikiliza maelekezo ya mwalimu nini anachotuambia uwanjani, pia na ushirikiano mzuri wa wachezaji wenzangu. Kwa mimi hapa niliona ni mechi ya Ivory Coast kutokana na toka nianze kucheza timu ya taifa sikuwahi kukutana na mechi ya aina ile. Ilikuwa ni mechi tafu. Ilikuwa ni mechi ambao tulicheza away kwa mara ya kwanza na tulizidiwa. Yaani kwa mimi fikira zangu nilikuwa naona hatutoboi, afu ilikuwa ndo mechi ya kwanza ya kwenda kufuzu AFCON, lakini mwalimu alituambia tunaenda kushinda nyumbani, jiamini wanangu, fanya hivi. Yaani kwa kutokana na yale maneno ya mwalimu aliyotuambia nikaanza kuona tunaweza. Lakini kwa mimi kama mchezaji niliona hatutoboi hapa, na kweli tukafika Tanzania, tukajiamini, tukasikiliza maelekezo ya mwalimu, tukaweza kurudisha magoli yote mawili na tukapita kwa penalti. Ingawa ilikuwa ngumu mpaka tunaenda mapumziko, ilikuwa ni bila, lakini tulivyoingia kwa kucheza na kwa mbinu za mwalimu tulizokuwa tunazifuata, niliamini tunaweza tukapata goli katika mechi hiyo. Alituambia tuongeze utulivu, tucheze kwa maelekezo, na tulifanya hivyo, na kweli tuliweza kurudisha magoli yote mawili na tukafuzu kwa penalti. Tukio nalokumbuka ni mikwaju wa penalti. Kama unavyojua penalti hazina mwenyewe, na wote tulifanya vizuri katika kupiga penalti, lakini naweza ngasema shujaa wa mchezo huu alikuwa ni golikipa wetu kwa sababu aliweza kusave penalti 2. Goli ninalolikumbuka zaidi ni goli na mechi ya Ivory Coast, ilikuwa ni goli la pili. Ilikuwa ni goli muhimu kwetu kwa sababu ni goli la kulevo matokeo, kwa hiyo ilikuwa ni goli la historia kwangu katika mashindano hayo. Nilikuwa na furaha sana iliyopitiliza kwa sababu niliona tunaweza kuongeza goli lingine ili kufuzu nafasi inayofuata.